sitaki kwenda mambo ya Isra na Mi'raj, lakini baada ya kukabidhiwa jukumu zito la ibada, alipelekwa peponi kuangalia pepo ilivyo, akapelekwa motoni kuangalia moto ulivyo bila ya moto kumuunguza. Alipoingia motoni, bimaana kwenda kutembelea moto akiwa na Jibril, akasema lamma urija biya ila sama, nilipopelekwa huko mbinguni katika pirika za kutembea na kutembezwa na Jibril alayhi salam, marartu biqaumin, nilipitishwa kwa kundi la watu ambalo wanaadhibiwa kweli kweli adhabu ya ajabu sana. Nimepitishwa kwa kundi la watu lahum adhfarun min nuhas, wana kucha ndefu sana tena zilizotokana na shaba. Subhanallah, kucha ni ndefu tena ni za shaba. Yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum, wanajiadhibu wenyewe, wanajitesa wenyewe, wanajiparua kwa kucha hizo za shaba ndefu kabisa, wanajiparua wenyewe usoni na kifuani. Akastaajabu, akasema man haulai ya akhi ya Jibril, ni nani yangu Jibril? Haya ni maajabu. Kundi kubwa la watu limekusanywa pahala, kucha zao zikarefushwa, zikabadilishwa, zikawa ni kucha za shaba, kisha wanajiadhibu wenyewe kujiparua usoni na kifuani. Nini matokeo kama sio kujiumiza? Nini matokeo kama sio kujitoa madamu? Nini matokeo kama sio kusikia maumivu makali? Jibril alayhi salam kasema haulai, hawa wanaopewa adhabu hii kama advertise bado adhabu ya siku ya kiyama, hawa ambao wanaadhibiwa adhabu hii unaowashangaa Muhammad, humul ladhina kanu yakuluna luhuma an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Hawa duniani walikuwa wanapenda kula nyama za ndugu zao. Hawa duniani walikuwa wanapenda kushusha heshima za ndugu zao. Salam ziende kwa nyinyi ambao mnaswali sala 5, mashaallah, sunna mbalimbali mnafuata, qiyamul layli mnaamka, Jumatatu na Alhamis mnafunga, mnajitahidi kweli kweli katika ibada mbalimbali, lakini Waislamu wenzenu wameshindwa kusalimika na maudhi ya ndimi zenu na mikono yenu. Advertise ya kwanza, utakapofariki kucha zako zitarefushwa, kisha utaambiwa jiadhibu mwenyewe kabla ya siku ya kiyama. Kosa lao, walikuwa wakipenda kula nyama za ndugu zao, bimaana kusengenya ndugu zao, lakini pia walikuwa wakishusha heshima za ndugu zao. Zama tulizo nazo ni zama za mwisho ndugu zangu. Leo adui wa Muislam ni Muislam. Leo anayempiga vita Muislam ni Muislam. Leo anayemchukia Muislam ni Muislam. Leo anayemsengenya Muislam ni Muislam. Leo anayemharibia Muislamu shughuli zake, kazi zake, riziki zake, heshima zake, mambo yake ni Muislam. Muislamu wewe hautokuwa salama siku ya kiyama. Kitendo cha kusengenya watu, kitendo cha kupenda kuwashusha watu, ukienda kwenye kijiwe hiki yule yuko kadha wa kadha, ile jamii mdharau, akhera kinachokusubiri wewe kwanza kama trailer, kama advertise, kucha zako zitakuwa ndefu na utajiparua mwenyewe usoni na kujiparua kifuani. Masala haya ni mazito sana ndugu zangu Waislamu. Usione ni jambo la kawaida Muislam kusimama na akaona kitu cha kawaida kumtukana, kumponda, kumshusha Muislamu wenzake. Hakuna jamii inayokurupuka kama jamii ya Kiislamu. Hakuna dini iliyokataza kukurupuka, kuhukumu, kutoa judgment bila ya kusikiliza upande mwingine kama dini yetu tukufu ya Uislamu. Lakini Waislamu wa sasa aambiwe taarifa sasa hivi, atachukua simu yake ya WhatsApp na ataeneza
kana kwamba ameshayakinisha juu alichoambiwa au alikwepo au aliona au alisikia. Kaambiwa tu basi, jamaa kuna taarifa nimeambiwa na watu fulani leo kafanya hivi, yatakuja kuwa gharimu siku ya kiyama.